إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم بتقوى الله وطاعته. Nakuhusieni kama ninavyostahili kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah kwa kutekeleza yale ambayo aliamrisha na kuyaacha yale ambayo aliyakataza. Siku miongoni mwa siku tulizungumza, kwa kuwa muda ulikuwa umerefuka, basi si vibaya tukakumbushana tena kwa yale ambayo tuliyozungumza, kwa sababu Allah anasema fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kumbusha, kwa hakika ukumbusho utawafaa kwa wale waliokuwa wenye kuamini. Na sisi katika kukumbusha kwetu, basi tunakumbusha katika jambo kubwa, nalo ni jambo la kufuata kitabu na sunna. Lakini ufuataji huo lazima uwe unafuatwa kwa kuzingatia misingi na uelewa wa wale waliopita nyuma. Sio kwamba kila mtu tu aje aangalie ufahamu wake au kila mmoja afuate kwa rai yake. Hapana. Na kubwa tunalopinga sisi, tunapiga vita kila jambo ambalo lilozuliwa katika hii dini ya Allah, kwa sababu tunaamini jambo la kuzua katika dini ni jambo baya, tena lilokuwa baya kuliko baadhi ya maasi. Kwa hivyo sisi kila siku nad'u nasa, tunakuwa tunawalingania watu wafuate ala manhaji salafi salih, wafuate yale manhaji, mwenendo wa wale wema waliopita nyuma. Sasa sababu kuna watu wanajiuliza, kwa nini sisi kila siku tunawalingania hawa watu wafuate jambo hilo? Kwanza, ndo nani hao salafi, ambapo sisi tutawaelekeza watu kwamba lazima wawafuate hao? Innana hina ma nakulu, watambue watu kwamba sisi pale tunaposema kwamba watu lazima wafuate bitibai salafi, inma naani bidhalika, sisi kila siku tunakusudia kwa watu hawa hum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni masahaba wa mtume wa aimmatul huda, na wale aimma, wale viongozi wale wafuata hawa masahaba baada ya wao. Kwa tunaposema natbau kitabu wa sunna, tunafuata kitabu, tunafuata sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma, basi tunakusudia hum ashabu rasulillah. Kwa nini wao? Kwa sababu mtume amesema khairun nas, bora wa watu karni, ni wale ambao waliokuwa wanaishi katika karne yangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha mtume akasema kisha wale wanaokuja baada yangu. Thumma alladhina, kisha yalunahum, wale watakaokuwa wanawafuatia wao. Kwa maana hawa watu walioishi katika hizi karne tatu, hawa ndio tunasema ainun salafi, ndio ile chemchemu, chimbuko la hawa wema waliopita. Na wale watu wanapojiita nahnu salafi,
tunakuwa tunakusudia hadhihi nisba, ni katika swala tu la kujinasibisha tu. Kama wao wanapokuwa wakijiita nahnu al-ibadhi, nahnu al-shafi'i, nahnu al-hanbali, basi na sisi hakuna ubaya tukajiita vile vile. Ikiwa sisi kwetu kutakuwa kuna ubaya ya mtu akajiita ana salafiyu, basi na yeye jambo lake la kujiita ana shafi'i kalipata wapi? Kama yeye ikiwa atakuja na hoja kwamba sisi Allah akasema sote katuita huwa samakumul muslimina min kabli, kwamba amekuiteni kwamba nyinyi ni waislamu tu, haya habari ya salafi umepata wapi? Na wewe haya mambo ya Shafii umeyapata wapi? Haya mambo ya Hanafia umeyapata wapi? Haya mambo ya Ibadhia umeyapata wapi? Kwa hivyo kama uko ulikuyapata, basi ndio huko, kwa sababu wewe wajinasibisha na hao, na sisi twajinasibisha tuko pale pale tu. Kama utaeleta maelezo kwamba hao ni wa zamani walianza huko na sisi ndio tuanza, kwa hivyo baada ya miaka 1000 watakao kuja mbele na wao watajua kwamba hawa walikuwa wanaitwa hivi, kama ilivyokuwa nyinyi mna tarehe yenu na kwamba mlianza tarehe kadha mwezi kadha, basi na hawa wanaojiita watabaki kuhesabika katika hali hiyo tu. Lakini swali la msingi, limadha nad'u an-nas, kwa nini sisi tunawalingania watu wafuate madhhabu salafi saleh? Hili ndio swali la msingi. Kwa nini tunalingania kuambia watu fuateni kitabu, fuateni sunna? Basi katika hutuba hii tutatoa angalau sababu 2 au 3 tu kutokana na ule wakati wake, ili wapate kujua kwamba je, sisi tunapowalingania watu wafuate hawa salaf, je, tuna hoja ya msingi au ni watu tu tuliohemka, watu tu tuliokurupuka tukaja hapa tukawa tunaeleza maelezo ambayo hayaeleweki? Al-awwal lianna as-salafiyya, tunaposema kwamba watu wafuate salafi kwa sababu salafi hiya al-islam, ndio Uislamu. Ukitaka kujua Uislamu hasa, basi ni hawa salafi saleh. Na haya ameyasema Imamu Barbahari katika kitabu chake Sharh Sunna. Anasema kwamba tambua anna al-islama huwa sunna, tambua kwamba Uislamu ni sunna, wa sunnatu hiya al-islam, na hiyo sunna ndiyo Uislamu wenyewe. Kwa hivyo anasema tambua kwamba Uislamu ndiyo sunna na hiyo sunna ndiyo Uislamu. Halafu akasema wala yakumu ahaduhuma, wala hapawezi pakasimama kimoja katika hivi illa bil akhar, isipokuwa chengine. Lazima ikikuwepo sunna uwepo Uislamu. Hakuna Uislamu bila sunna, wala hakuna sunna bila ya Uislamu, kwa maana vitu viwili hivi huwezi kufarakisha hata siku moja. Kale Ibn Thaymiyah anasema wa hadha yadullu, na jambo hili linajulisha ala anna al-islam haqqan, kwamba Uislamu ni haki, lakini la yakunu, hauwezekani ukawa Uislamu huo illa bima kana alayhi, isipokuwa mtu anatakiwa Uislamu wake huo uwe kwa yale ambayo aliyokuwa nayo Nabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, na wale masahaba wake. Halafu akasema wa hiya ainun salafia, na hao hasa ndiyo chimbuko, ndiyo chemchemu ya hawa tunaosema salafi. Kwa hivyo wale wasiofahamu, wale wanaona labda tunaona hizi istilahi zimekuja mpya, watu wanajiita salafi, tumepata wapi? Kwa sababu hao waliopita nyuma, wao ndio tunatakiwa tuwafuate wao. Huwezi kufuata Uislamu bila ya kuwafuata hawa. Sababu ya pili ya msingi ni kwamba lianna Allah, hakika Allah wa nabii na mtume wake, amarana, wametuamrisha sisi bitamassuki, tushikamane na ule mwenendo wa hawa wema waliopita nyuma. Na tuliposema salaf tumesema ni hawa masahaba wa mtume. Kwa hivyo Allah ametuamrisha sisi tushikamane na masahaba wa mtume, tushikamane na ule mwenendo ambao waliopita nao. Anasema bwana mtume fa innahu man yaishu minkum, kwa hakika yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona kuna tofauti kubwa, ataona mbele huko kuna tofauti nyingi. Basi mtume anasema fa alaikum, mtakapokuona wakati huo mmeziona nyinyi kuna tofauti zimekuwa nyingi, sasa jambo la kufanya liwe lipi ili mtu aweze kuokoka katika hizo ikhtilafu? Huyu asema hili lafaa, huyu anasema hili halifai, huyu anasema hii ni sunna, huyu anasema hii ni bid'a. Basi mtume anasema
akasema yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona hitilafu ni nyingi. Basi mtume akasema fa alaikum bisunnati, jilazimisheni na ule mwenendo wangu, wa sunnati khulafa'ir rashidin, muambatane na ule mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Angalia bwana mtume aliposema hapa, kuna jawabu la wale ambao wanaosema kwamba sisi tumeambiwa tufuate Uislamu. Hiyo habari za salafi ziko wapi? Mtume anasema fa alaikum bisunnati, hakusema fa alaikum bilislam, hakusema hili, kasema fuateni mwenendo wangu. Kwani yeye alikuwa hajui aseme tu fuateni Uislamu? Hapana, lakini anajua kwa sababu kuna watu watakuja kuharibu huko mbele. Kwa ndio maana akasema jilazimisheni, shikamaneni na mwenendo wangu mimi na ule mwenendo wa makhalifa wangu. Tena akasisitiza hadithi maarufu kwa nyinyi, mshike maneno hayo kwa meno ya magego, kwa maana shika vizuri kabisa. Ayuha nasu, enyi watu, tambueni anna Allah, hakika Allah ametuamrisha sisi bitibai salafi salih, tuwafuate hawa wema waliopita nyuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema katika hadithi ambayo ameisimulia Imam Tirmidhi, anasema iktadu billadhaini, mtume anasema takeni kuongoka, wafuateni hawa wawili ambao mimbadi, watakaokuja baada yangu mimi. Anasema wafuateni, takeni kuongoka nyinyi kwa wale wawili waliokuja baada yangu, min ashabi, katika masahaba wangu. Akawataja mtume akasema takeni kuongoka kwa Abi Bakari wa Umari, halafu akasema wahtadu, fuateni uongofu wangu, bihadi, fuateni ule uongofu wangu mimi. Ihtadu, akasema tena fuateni uongofu Ammari, sahaba wangu anaitwa Ammar. Halafu akasema watamassaku bihadi Ibn Mas'ud, shikamaneni na mwenendo wa Ibn Mas'ud, hadithi ambayo ameisahihisha Sheikh Albani katika sahihi Tirmidhi. Kwa hivyo mtume anasema katika hadithi hii shikamaneni, takeni kuongoka kwa masahaba hawa wanne aliyotaja. Amemtaja Umar, amemtaja Abu Bakar, amemtaja Ibn Mas'ud, amemtaja Ammar ibn Yasir. Kwa hawa anasema tushikamane na haya. Kwa hivyo hizi ni dalili tosha za kuthibitisha kwamba sisi tumetakiwa lazima tuwafuate hawa wema waliopita nyuma. Kwa hiyo pale tunaposema tunafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita nyuma, nani bidhalika, sisi tunakusudia jua hili kwamba hum ashabu rasulillah. Sio kwamba tunafuata watu tu, sio kwamba watu waliozuka juzi tu. Si hivyo tu, kwamba Allah akatoa indhari kwa kila yule ambaye atakayekuwa atakwenda kinyume na watu hawa wanaoitwa salafi. Kwa hiyo ametoa indhari, ametoa tahadhari. Kala Allah Ta'ala, basi Allah anasema waman yashakikir rasula, na yoyote yule ambaye atakayemuasi mtume, mimbadi ma tabayyana lahul huda, baada ya kwamba yeye umeshamjia kwake yeye uongofu, wayattabi ghaira sabilil mu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Bila shaka njia ya waumini wewe waijua, panachokusudiwa hapa ni masahaba. Basi mtume Allah akasema nuwallihi ma walla, huyo tutamuelekeza huko anakotaka, lakini ajue tu wanuslihi jahannam, makazi yake atakuwa jahannam, wasaati masira, na hayo ni makazi yale kwa mabaya, marejeo mabaya sana kurejea sehemu hiyo. Yupi yule ambaye atakayekuwa amekwenda kinyume na mwenendo wa hawa waliotajwa? Wakala Allah Ta'ala, na Allah anasema fa in amanu, ikiwa wao wataamini. Allah anasema fa in amanu, ikiwa wataamini, bimithli ma amantum bi, mfano wa imani kama mlivyoamini nyinyi. Bimithli maana yake anakusudia waamini wao kama mlivyoamini nyinyi, si kama waseme tu nashhadu an la ilaha illa Allah. Hapana, bimithli manake mfano wa imani ambayo vile mlivyoamini nyinyi. Basi Allah anasema fakad ihtadau, hapa ndipo watakapoongoka. Lakini ikiwa wao watakwenda kinyume, wa intawallau, wakikengeuka, wakiamini kinyume na mlivyoamini nyinyi masahaba, hawawezi wakaongoka hata siku moja. Kwa hivyo angalia, je, wewe unapomwamini Allah unaamini kama walivyoamini masahaba? Je,
masahaba walikuwa wana imani gani juu ya Allah? Yuko wapi? Je, Allah ataonekana? Haonekani? Je, ana imani aina gani? Vile walivyoamini wao, na wewe unatakiwa uamini vile vile. Ndio maana tukasema lazima aya, lazima hadithi basi zirejeshwe katika utafsiri kama walivyofasiri wao. Kala Ibn Uthaymeen, anasema Ibn Uthaymeen alipokuwa akifasiri aya hii anasema amarana, ametuamrisha hapa Allah antu'minu billah, tumuamini Allah wa bima anzala, na yale aliyoteremsha ala anbiya'ihi, thumma hakama, anasema kisha Allah kahukumu ala nasi bil hidayati, kwamba wao watapata hidayah idha amanu imanan mumathila, lakini wakiamini imani kama inavyofanana wa mutabikal iman as-sahaba, na wao wanaendana na imani yao, imani ile ile ya masahaba tu. Wa hakama, anasema na kwamba Allah hapa amehukumu man yakhruju min imanihim, yoyote atakayetoka katika imani yao, fayuminu imanan mukhalifan, akaamini imani ambayo imekwenda kinyume na hao, fahuwa dhalun, huyo atakuwa ni mpotevu, khasiran, tena amekula hasara. Lazima uamini katika imani ile ile tu ambayo wao walioamini. Kwa dalili hizi zinatuthibitishia wazi kwamba ni wajibu, ni lazima kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita nyuma. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله وطاعته, na wahusia kwa mara ya pili swala zima la kumcha Allah, na katika kipengele muhimu ni kuwafuata wale wema waliopita nyuma. Wala usiogope wewe kijana kujiita ana salafiyu, kwamba mimi nafuata madhehebu ya salafi. Kwa nini wao wajiite mimi ni ibadhi? Kwa nini wajiite wao mimi ni shafi? Kwa nini wajiite wao kwamba mimi sijui mtu kadha? Kwa nini wakataze kukataza wewe? Hapana, jina ni lile lile tu, basi lugha imebadilika tu. Huyo ibadhi akajiita ibadhi, salafi kwa maana kajinasibisha tu. Mimi ni mfuasi ninayefuata madhehebu haya, mimi ni mfuasi ninayefuata jambo hili. Kwa hivyo tumesema kwamba jambo la kuwafuata wale wema waliopita nyuma, hili sio jambo la kwamba eti mimi nikitaka nitakuwa, nikitaka sio. Hapana, ni jambo la wajibu, kwa sababu Allah ameegemeza jambo la imani. Huwezi ukawa na imani, lazima imani yako iwe sawa sawa kama walivyoamini masahaba. Sababu ya tatu tunasema li anna tasmiyat as-salafiyya, kwa sababu jambo la kujiita salafi hili tamayuz, linapelekea kuleta tamayuz, hali ya kupambanua, tuwezi kumjua almuslimu alhaqqa, yule muislamu wa haki, na yule muislamu mwenye kujinasibisha tu kwamba yeye anajisema ni muislamu, kwa sababu kila mmoja anasema yeye ni muislamu. Ibadhi ana muslim, akija Shia anasema ana muslim, akija sijui huyo mwingine Ansari Sunna na yeye anasema ana muslim, akija huyo sijui nani naye ana muslim. Sasa yupi ambaye aliyekuwa yupo katika haki? Kwa hivyo limeletwa jina hilo kwa lengo tu la kuweza kumpambanua ni yupi ambaye muislamu aliyekuwa yupo katika haki. Kala Ibn Mas'ud, anasema maneno yake maarufu, man kana mustannan, yule ambaye atakayekuwa anataka kufuata. Kwa hivyo kama wewe wataka kufuata dini ya uhakika, man kana, yule ambaye atakayekuwa mustanna, anataka kufuata, faliyastanna, basi afuate, aige, afuate mwenendo wake, man kana kadimata, kwa wale ambao waliokuwa wameshakufa. Je, ufuate wazee? Hapana. Yasikilize vizuri maneno yake, sio kwamba amekufa mwezi uliopita, amekufa miaka 3 iliyopita ndio hawa tuwafuate. Hapana, anasema awafuate wale ambao waliokuwa wamekufa. Fa innal hayya, kwa sababu yule ambaye alikuwa yuko hai, la tu'manu alayhi, hapaaminiki kwake yeye alfitna. Kila siku mafitna ni mengi, mara leo yuko hivi, mara leo na msimamo huu, kesho anabadilika na msimamo wake anakuwa huu, mara anakuwa hivi. Usije ukawafuata hawa, watakushughulisha. Kwa hivyo Ibn Mas'ud anasema awafuate wale ambao waliokuwa wamekufa. Sasa ni wapi hao? Akasema ulaika ashab. Hapo ndo kwenye dalili, anasema hao wakufuatwa ni masahabu wa mtume
kwani yeye alikuwa si katika masahaba? Bila shaka tuamjua na yeye ni katika masahaba, tena ni katika sahaba mtukufu, katika sahaba ambaye aliyebashiriwa mpaka pepo na hali ya kuwa yuko hai, si katika wale 10 mubashirina bil janna, lakini yeye zimekuja riwaya nyingi tu zinazothibitisha kwamba yeye ni katika watu wa peponi. Basi anasema ulaika ashabi Muhammadin, na kusudia muwafuate masahaba wa mtume, kanu afdalu hadhihi al-umma, anasema hawa walikuwa ndio bora katika umma huu. Halafu akasema abarraha kuluban, hawa walikuwa na nyoyo zilizokuwa bora zaidi. Katika mtu au katika watu ambao wenye nyoyo zilizokuwa bora, abarra, wenye wema mkubwa, basi ni hawa. Wa amaka ilman, walikuwa wana elimu kubwa, wana elimu iliyoenda ndani kabisa. Kama kuna aya, kama kuna hadithi, basi ufahamu wake lazima urejeshwe kwa wao. Sio anakuja mtu tu anakuja kututolea maelezo, anasema aya hii nimeifahamu hivi, hadithi hii nimeifahamu hivi. Lakini tukiangalia kwa wale wema waliopita, masahaba hawakupita hivyo, wao wanakuja tu. Kwa hivyo sijui tulikuwa tuna jambo kadha, mambo yameharibika, basi tuchukuane tupeleke katika sehemu maalum, tuombe dua kwa ajili ya kuiombea nchi yetu iwe salama. Hatukuyaona haya kwa hawa wema waliopita nyuma. Wakipatwa na matatizo kama haya, labda wao wakifanya hivi, haya hatukuwaona kabisa. Kwa hiyo wanasema wao amakaha ilman, wao wana elimu iliyozama kabisa. Wa akallaha takallufa, walikuwa ni mara chache, wachache mno katika kujilazimisha mambo ambayo hayamo. Kusudio walikuwa si watu wenye kuzua. Ikhtarahumullah, anasema Ibn Mas'ud, hawa Allah amewachagua lisuhbati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, lengo amewachagua ili wapate kusuhubiana na bwana mtume. Faarifu, basi tambueni lahum fadhlahum, tambueni fadhila zao. Halafu mwisho anasema wattabi'uhum, na wafuateni wao, usije ukafuata kuwafuata watu wa aina nyingine yoyote. Ndio maana sisi tunasema sisi tunafuata kitabu, tunafuata sunna kwa ufahamu wa hawa wema waliopita nyuma. Ibn Mas'ud anasema wattabi'uhu, wafuateni masahaba wa mtume. Ukiwafuata wao, hapo ndipo utakapoongoka. Je, kwa sababu hizi haitoshi kujiulisha kwamba kuna uwajibu wa kuwafuata hawa wema waliopita nyuma? Kama kweli kuna uwajibu, mimi nasema kuambia nyinyi kunu salafiyin, basi hebu nyote kuanzia leo kuweni kabisa kwamba nyinyi mnafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema